Unapoona mtu yeyote mwenye kipaji kikubwa, mtu mashuhuri, awe mwanamuziki, mwimbaji, mcheza mpira au kipaji chochote kile, unapomwona yule, tambua kwamba kuna mwingine au kuna wengine wenye kipaji kama yeye au hata zaidi yake, hawana maisha kabisa, hawajafanikiwa kabisa kabisa kabisa. Hii ina maana gani? Inamaanisha kwamba kipaji pekee hakitoshi kumtransform mtu kwenye maisha mengine. Kipaji pekee hakitoshi kuyatransform maisha yake kwenda kwenye hatua nyingine. Kipaji kinahitaji kichanganywe na kitu kingine ili kiweze kuleta matokeo ambayo yatabadilisha maisha yake kabisa. Sasa kipaji kichanganywe na nini? Kuna mambo kadhaa ambayo yanatakiwa yachanganywe na kipaji ili kiweze kumletea mhusika mafanikio. Sasa hiki ni kitabu cha The Talent is Not Enough. The Talent is Never Enough, ambacho kimeandikwa na mwandishi anaitwa John Maxwell. Sasa nitakidadavua kitabu hiki katika video chache katika series ili tuweze kutambua kwamba ili kipaji kiweze kumletea matokeo mtu, inabidi kipaji kichanganywe na nini. Sasa katika hii video ya kwanza ambayo ndo hatua ya kwanza kabisa, inaitwa imani. Tunaenda kuona kwamba namna gani imani ina determine, yani namna ambavyo imani ina intervene na kipaji kwa mpaka kuleta mafanikio ya mtu ambaye anaonekana. Kipaji au talanta siku zote haitoshi. Talanta haitoshi kuyaleta mafanikio ya mtu. Kama ambavyo nimeelezea awali, tunaenda kuona kwamba ni kwa nini watu wengi wana vipaji kabisa lakini hawana hali. Kuna watu wana vipaji vikubwa sana lakini hawana hali. Wachezaji wa mpira unaowaona, kuna ambao wana vipaji kuliko wao lakini wako vijijini huko. Wasanii wote ambao nawajua, wapo ambao wana vipaji kuliko hata wao lakini hawana maisha kabisa, na kadhalika katika fani zinginezo. Sasa ni kwa namna gani imani inaweza ikainua kipaji, au ni kwa namna gani imani inaweza ikakufanya wewe mwenye kipaji uweze kutoka hapo ulipo na uweze kufanikiwa? Pale imani inafanya kazi pale unapoamini kwamba unaweza wewe mwenyewe. Yaani kuna ile self devotion kwamba ninaweza. Uwezo, right? Uwezo, kuamini katika uwezo wako. Lakini ukishuku, yani ukihesitate, ukisema yani ukawa na doubt kuhusu uwezo wako, hiyo ni indication ya imani yako kulegalega. Tunaona kwamba mtu ambaye anaamini katika uwezo wake, anayejiamini katika uwezo wake, anayeamini katika talanta yake, yupo katika nafasi kubwa zaidi ya kufanikiwa kuliko yule ambaye ana kipaji kikubwa lakini imani yake ndogo, ile kujiamini yeye mwenyewe, ile self realization ndogo sana. Hebu tuchukue mfano. Mtu mmoja ana kipaji cha kawaida. Lakini anaamini kwamba anaweza kufanya kitu. Kwa hiyo anajaribu, yani hana ile hesitation ya kusema kwamba naonekanaje, ninaogopa vipi ikitokea nikashindwa au nikafeli nitaonekanaje hivi. Yani anafanya attempts, anajaribu. Siku moja atafanikiwa. Ni tofauti na yule mtu ambaye ana uwezo mkubwa, ana kipaji kikubwa lakini anaogopa kufanya, yani anaogopa kuanza. Anasema yani anakuwa na hesitation, anakuwa na sita. Mwishowe ule uwezo wake na kile kipaji chake anakaa nacho ndani na wala hakuna anayejua. Umeona? Yani kwa mfano mtu anaweza kawa na uwezo mkubwa sana wa kuimba lakini anaogopa nikisema mbele za watu nikaimba, nikiimba vibaya watu watanicheka au nitakuaje. Na mtu kama huyo anaweza kuwa na uwezo mkubwa kabisa lakini ile kusema nianze, anakuwa na mashaka kwamba ataonekanaje au itakuwa kwaje akiimba vibaya watu wakamcheka, ni anakuwa na hiyo hesitation. Lakini yule ambaye anajiamini, huenda sio mzuri sana kivile lakini anaimba hivyo watu wanacheka, lakini anasimama siku nyingine anaimba, anajaribu, huyo mtu yuko nafasi kubwa sana ya kufanikiwa. Hiyo ni imani. Sasa utofauti hapa issue sio kipaji, issue ni imani. Tatizo sio uwezo, ni kuamini katika uwezo ulionao. Nguvu ya imani ina nguvu gani? Imani inafungua uwezo, yani imani inaenda ku unlock
inaenda ku unlock, inafungua ule uwezo ulionao. Umeona? Ukishajiamini lazima ututilize ile capability ulionao wewe. Umeona? Lakini ukishuku, ukionyesha wasiwasi, una diminish, unaua, una compress hata ule uwezo ambao ulikuwa nao ndani. Imani inashinda changamoto. Imani inashinda changamoto kwa sababu kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye ana imani anafanya bila kujali chochote. Kwa hiyo hajali siku na mazingira haya, kuna nini, kuna hiki, kuna hiki na hiki, hajali. Kwa hiyo ana keep fighting, anafanya attempt zake, ana commit majaribio hivyo, hajali chochote. Hiyo ndio maana ya imani. Lakini katika kipengele hiki cha kwanza kuna imani za aina mbili. Kuna imani binafsi, yani internal belief, ni ile ambayo mhusika mwenyewe unaamini katika uwezo wako, yani unaamini katika uwezo wako wewe kwamba ninaweza, I can do this, I can commit this, ninaweza yani unaamini katika uwezo wako. Hiyo ni inner belief, imani yako binafsi. Lakini aina ya pili ya imani kutoka katika kipengele cha kwanza kitabu ni ile belief in capabilities, kuamini katika mazingira yaliyoko nje, kwamba unaamini kwamba hiki kitu kinawezekana, unaamini kwamba jambo hili linawezekana, hiki anaweza kutumia strategy hii, nikatumia strategy hii, nikafanya hiki, nikafanya hiki, nikafanya hivi. Yaani unakuwa na ile imani ya command mazingira. Umeona? Sasa tuone kwamba kama haujiamini au kama una ile hali ya kuhesitate, ni kwa namna gani unapoweza kujenga imani yako? Ni kwa namna gani ambavyo unaweza ukaibuild imani? Kitabu hiki kimeeleza vizuri kwamba kama imani yako ni legelege, kuna njia kadhaa, 3 au 4 ambazo unaweza kuzitumia kuimarisha au kuijenga imani yako au kuimarisha. Jambo la kwanza, challenge limiting factors. Challenge zile factors ambazo unaona kwamba zinakuzuia. Kwa mfano, unaweza kusema kama mimi sina elimu ya kutosha, ndio na kipaji lakini sina elimu ya kutosha, siwezi nikafanikiwa. Sasa jichallenge kwa kusema hivi kwamba hivi ni kweli watu wote ambao hawakusoma hawajafanikiwa, au kwamba ina maana kwa watu wote waliofanikiwa wamesoma, hakuna ambao hawajasoma na wamefanikiwa? Unajichallenge. Ukisha challenge unasema mbona wapo ambao hawajasoma lakini wamefanikiwa? Sasa ukisha challenge hiyo factor inaimarisha imani yako. Unasema kumbe hata mimi kama elimu yangu ni ndogo naweza kufanikiwa. Una fight, unaendelea kufight. Hiyo ni point ya kwanza. Lakini point ya pili ni remember your wins. Remember your wins. Si kwamba kwa maisha yako yote umekuwa mtu wa kufeli, hapana. Lazima lipo jambo moja au mbili au jambo moja au mbili ambayo umeshawahi kufanikiwa. Kuna mambo lazima utakuwa umeshawahi kuyafanikisha. Sasa jaribu kuyakumbuka haya. Kwamba mbona kwenye jambo fulani nimewahi kufanikiwa? Pengine nilifanyaje? Au mbona katika swali fulani nimewahi kufanikiwa, nimeshawahi kushinda? Nilishindaje? Basi kama kipindi kile nilishinda katika swali fulani nimewahi kushinda, basi hata nitafaja, hata naweza nikafanikiwa. Hiyo inaimarisha imani. Pointi ya tatu, surround yourself with the believers. Jaribu kuassociate na wale watu ambao wanakukubali, yaani watu wanaokuamini. Sio kwamba watu wote ni wabaya kwako, au sio kwamba watu wote wanafitina na wewe. Lazima wapo watu ambao wanakuappreciate, wanakukubali. Sasa wewe associate nao, yani changamana nao sana watu kama hawana kukubali. Kwa wanaokukubali wanakuwa kuappreciate, say wewe ni hatari, wewe una uwezo, wewe unaweza. Kwa unapokuwa unajisurround nao, imani yako inafanya ile ari ya kujikubali inazidi kuongezeka. Umeona? Kwa imani yako inakuwa inafanya inapanda. Lakini jambo la ni act as if umefanikiwa tayari. Kwa hiyo jinsi unavyoongea kana kwamba umeshafanikiwa. Unajua imani ni kuishi, si ndio? Kwa hiyo kama unaamini haya, haitaki utembee kama mtu ambaye alishashindwa. Kwa inabidi ule ushindi uishi. Kwa jinsi unavyoongea, ongea kama vile mtu ameshafanya. Mtu ambaye ameshafanikiwa, ambaye amejikubali. Right? Kwa hiyo yote itakuwa
inaendelea kuimarisha kile kiwango cha kujiamini. Sasa kwa mfano, kuna mfano mmoja hapa mzuri. Kuna mtu anaitwa Roger Bannister. Huyo mwaka 1956 aliweka rekodi ya kukimbia zaidi ya kukimbia maili 1 kwa chini ya dakika 4. Alikimbia umbali wa maili 1 under 4 minutes. Sasa kabla ya hapo hicho kitu kilikuwa kinaonekana hakiwezekani kabisa, kwa sababu mpaka madaktari wakawa wanasema kwamba kukimbia sana kwa muda mfupi namna hiyo, kukimbia sana kwa ndani ya umbali mrefu kwa muda mfupi kunaweza kusababisha mpaka moyo ukapasuka. Kwa ni kitu ambacho kilikuwa hakiaminiki kabisa kama kinaweza kikawezekana. Sasa huyu hapa alikimbia umbali wa maili 1 kwa muda wa chini ya dakika 4. Kwa ni muda mfupi sana alikimbia kukava umbali huo wa maili 1. Lakini miaka miwili baadaye watu takriban 46 walikuwa wameshafanya kitu kama hicho, walifanya kitu hicho cha kukimbia umbali wa maili 1 chini ya dakika 4. Sasa kumbe point ni kwamba issue sio uwezo kukimbia, lakini issue ilikuwa ni ile imani iliyokuwepo. Umeona kwamba ukikimbia kwa umbali mrefu ndani ya muda mfupi inaweza ikaharibu nini moyo. Watu walikuwa nani, lakini baada ya kuona mtu mmoja amefanikiwa, nao wakaamini kwamba kumbe inawezekana. Ndio maana miaka miwili tu baadaye watu 46 waliweza kukimbia umbali huo kwa chini ya dakika 4 vile vile. Kwa issue sio uwezo, issue ni imani. Kwa kuhitimisha ni kwamba talanta ni kipawa unachopewa, imani ni kipawa unachojipa wewe mwenyewe. Kwa bila imani talanta inakaa kimya, bila imani kipaji chako kinakaa kimya. Kwa kama umejaliwa kipaji kikubwa lakini haukishughulishi, unaogopa, kipaji chako kitaendelea kukaa kimya na hakitakusaidia chochote. Nashukuru kwa kunisikiliza, subscribe, tuendelee kwa pamoja. Katika video ijayo tutaenda kuangalia kitu kingine ambacho kina associate na kipaji, ili kipaji kiweze kuwa na manufaa na kukuletea mafanikio. Asante sana, tuendelee kwa pamoja.